Na mpendwa mtazamaji wa Ngesi Media, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Nichukue nafasi hii kukaribisha sana katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi cha Utatu Mtakatifu. Na ikiwa ndio mara ya kwanza umeingia katika channel hii, tafadhali usiache kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification mapema kabisa. Subscribe katika channel hii ili basi uendelee kubarikiwa na mafundisho haya ya Utatu Mtakatifu yanayokujia moja kwa moja kutokea mahali hapa. Lakini ni vizuri ukashare na watu wengine, kwa sababu tunaishi katika nyakati ambazo tunashuhudia watu wengi leo ambao wengine ni wamo miongoni mwa jamii ya Wakristo wanakana na kukataa fundisho la Utatu Mtakatifu, fundisho ambalo ndio msingi wa imani yetu sisi kama Wakristo. Kwa hivyo share na watu wengine ili ujumbe huu ukafike kwa wengi na hatimaye basi watu wengi wakabarikiwe na jina la Bwana likaendelea kutukuzwa. Ninakukaribisha katika kipindi hiki cha siku hii ya leo. Mimi ninaitwa mchungaji na mwalimu Godliven Maximilian Ngesi. Kabla tujaanza jambo lolote, ni kualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunakualika uwe nasi, tuongoze na kutubariki kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Ni Jumanne nyingine tena nzuri ambayo Bwana ametubariki, na hivyo nikukaribishe katika kipindi hiki ambacho kinakujia hapa saa 1 kamili asubuhi kila siku ya Jumanne. Leo tuko katika kipindi cha 5. Tangu tumeanza masomo haya, leo tuko kipindi cha 5 na ni mfululizo wa mada hizi ambazo zinahusiana na masomo ya Utatu Mtakatifu. Na kipindi cha leo kinaunganika na kipindi kilichopita. Kipindi cha leo kinaenda kwa jina la Mwili Mmoja, Siri Kubwa. Mwili Mmoja, Siri Kubwa. Kwa hivyo ndio kipindi chetu cha siku hii ya leo. Tutaangazia habari ya siri kubwa ambayo inazungumzia juu ya mwili mmoja. Labda nikupe kidogo ufupisho wa kile ambacho tulipitia juma lililopita. Juma lililopita tulikuwa tunaangazia tofauti kubwa iliyopo katika dhana ya Mungu mmoja kati ya Waislamu pamoja na Wakristo. Na tukagundua ya kwamba Qur'ani inaeleza ya kwamba Allah hana mshirika. Lakini Biblia inatufunulia kwamba Mungu ni Mungu wa ushirika, maana ni Mungu wa upendo. Yaani yupo katika uwepo wa nafsi zaidi ya moja, na kwa mujibu wa Biblia inatufundisha kwamba Mungu amejifunua katika uwepo wa nafsi 3, na ndio maana anasema Mungu ni upendo, kwa maana kuna wakupenda, kuna wakupendwa. Huwezi ukapenda au ukapendwa ukiwa wewe peke yako, lazima kuwepo na nafsi zaidi ya moja, ili basi ile dhana au konsepti ya upendo iweze kudhihirika vizuri. Sasa ukweli huo unafunuliwa ni kwa njia ya mwanaume na mwanamke. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, sikiza e Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Na tukagundua hilo neno mmoja ni neno hilo hilo ambalo limefunuliwa katika Mwanzo 2 mstari wa 24. Anasema, kwa maana hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na wao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ile neno Bwana mmoja ndio neno hiyo hiyo mmoja ambayo imefunuliwa kwa maana ya mwili mmoja. Maana yake ni nini? Ili tuweze kufahamu dhana ya Mungu mmoja, ni vizuri tukafahamu dhana ya mwili mmoja. Na mwili mmoja ni nini? Maandiko yanatufunulia kwamba mwanaume na mwanamke wanapoungana katika ndoa wanakuwa mwili mmoja. Labda nikusomee hilo fungu katika kitabu kile cha Mwanzo 2 mstari wa 24. Anasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Maandiko hapa yanatuonyesha wazi kwa bayana kabisa ya kwamba mwanaume na mwanamke wanapoungana katika ndoa, safari hiyo inahusisha mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kuacha, na watu wa kwanza kuacha ni wazazi. Jambo la pili ni kuambatana, na jambo la tatu ni kuwa mwili mmoja. Kwa hivyo kutokea hapo katika somo lililopita ndio tunaanza somo letu la leo ambalo linaenda kwa kichwa cha mwili mmoja siri kubwa. Mwili mmoja siri kubwa. Sasa hiki kichwa cha somo cha leo kimetoka katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 31 na 32. Naomba tuende pale, mpendwa mtazamaji. Biblia, neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu hiyo
mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili, zingatia sana hiyo neno, hao wawili watakuwa mwili mmoja. Inaendelea kusema siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Mtume Paulo ananukuu maneno haya kutoka katika kitabu kile cha Mwanzo, lakini pia ni maneno ambayo Yesu Kristo aliyazungumza, tutasoma hapo, na Yesu pia alikuwa anayanukuu kitabu kile cha Mwanzo. Yaani kwa lugha rahisi, waandishi wote wa Agano Jipya walinukuu maandiko ya Agano la Kale, kwamba maandiko ya Agano la Kale na Agano Jipya yanaungana kwa pamoja. Yaani bila Agano la Kale huwezi kuelewa Agano Jipya, bila Agano Jipya huwezi kuelewa Agano la Kale. Ndio maana maneno haya ambayo Paulo anaandika, anasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Haya maneno Mtume Paulo ameyanukuu, ameyachukua katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Na yeye Mtume Paulo anaongezea maneno hapa, fungu la 32, anasema siri hiyo ni kubwa. Ni siri gani? Ya mtu kuacha, kuambatana na kuwa mwili mmoja. Anasema ni siri kubwa. Sasa ndo tuangalia hapo hiyo siri kubwa hiyo ambayo inahusisha kuwa mwili mmoja. Ni siri gani hiyo? Kwa hivyo leo tutajikita kufafanua maeneo makubwa mawili katika kichwa chetu hicho cha habari tunapojifunza juu ya mwili mmoja. Moja, tutaangazia hii siri ni ipi, hii siri ni nini. Lakini jambo la pili, tutaangalia ukubwa wake. Siri kubwa ni kwa nini Mtume Paulo aseme siri hii ni kubwa? Hiyo ndio mada yetu ya siku hii ya leo. Tunapojifunza juu ya mwili mmoja, Mtume Paulo anasema hii ni siri kubwa, na kwa kuelewa hivyo kutatuongoza kwa urahisi zaidi kufahamu fundisho hili la Utatu Mtakatifu ambalo linafundisha Mungu mmoja katika uwepo wa nafsi zile tatu. Sasa maneno hayo ambayo tumeyasoma ya Mtume Paulo katika Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 31 na 32 yanapatikana katika maeneo matatu ya msingi, na nitakutajia katika Biblia nzima. Eneo la kwanza ni hapa Waefeso 5:31 na 34, Paulo akiwa anayanukuu mahali pengine. Eneo la pili naomba nikusomee Mwanzo 2 fungu la 24. Biblia inasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hapa Biblia inaanza kwa kutuambia kanuni kuu ya ndoa, ya kwamba mtu anapaswa kuacha baba yake na mama yake, alafu jambo la pili anaambatana na mkewe, na jambo la tatu wanakuwa mwili mmoja. Haya, sehemu ya pili ambayo tunaweza kuyapata maneno haya ni katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 4, nitasoma mpaka mstari wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo. Zingatia sana hayo maneno, ni ya msingi. Jambo la kwanza, aliyeumba mwanzo, aliwaumba mtu mume na mtu mke. Fungu la 5 akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili, zingatia hiyo neno tena, nimeipigia mstari, hao wawili kwa maana ya mtu mume na mtu mke watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Sasa hapa tunaona ni maneno ambayo Yesu mwenyewe anayazungumza, na kauli hii Yesu anaizungumza, anafunua kitu kikubwa zaidi tena. Kule Mwanzo 2:24 anaeleza mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na kisha watakuwa mwili mmoja. Yesu hapa anaporejea, jambo la kwanza anasema ili tuweze kufahamu kanuni za ndoa, jambo la kwanza lazima tusome. Ndio maana anasema hamkusoma.
Yaani rejeeni kule mwanzoni. Mungu ameandika, alisema hivi, yeye aliyewaumba hapo mwanzo aliumba mtu mume na mtu mke. Maandiko yanatuambia kanuni ya ndoa inahusisha mtu mwanaume na mtu mwanamke. Haihusishi mwanaume na mwanaume wala mwanamke na mwanamke. Hapana, huo ni ushetani. Maandiko yanatuonyesha kanuni ya ndoa ni mtu mume na mtu mke. Na ndio maana naomba ufuatilie kwa umakini sana. Katika siku za hivi karibuni kumeibuka kitu ambacho kimewashtua sana watu, masuala ya ushoga na usagaji. Masuala ya ushoga na usagaji yamewashtua watu. Lakini nikwambie hivi, kama ulikuwa ufahamu, ajenda ya ushoga ina kitu kikubwa nyuma yake ambacho ni kukataa ya kwamba hakuna Mungu. Ndio ajenda kubwa ya ushoga. Na ndio maana kama kuna muda ambapo fundisho hili kuhusu Mungu linatakiwa lifundishwe ili lieleweke, ni sasa hivi. Kwa sababu shetani kwa mawakala wake anafanya kila liwezekanalo kuhakikisha anawaaminisha watu hakuna Mungu. Anaposema hakuna ndoa, anatangaza hakuna Mungu. Na kinyume chake, Biblia inapotufundisha juu ya uwepo wa ndoa, inatufundisha juu ya uwepo wa Mungu. Ndio maana Yesu anasema yeye aliyewaumba mwanzo hakuumba mtu mume na mtu mke. Kwa hiyo ndoa inahusisha mwanaume na mwanamke. Na ndio kwenye ndoa tunapoweza kufahamu habari ya Mungu alivyojifunua. Kwa nini kuwe na mwanaume na mwanamke? Ndio mada yetu hiyo leo na siku zinazokuja, habari ya mwili mmoja. Kwa hivyo Yesu anasema ndoa inahusisha mtu mume na mtu mke, lakini anaweka kitu cha msingi sana pale. Yesu anaeleza hivi, hao wawili, kwa maana ya ndoa inahusisha wawili, mwanaume na mwanamke. Anasema sio wawili tena, bali mwili mmoja. Kwa hivyo mwanaume na mwanamke walio katika ndoa, kwa mujibu wa Yesu, anasema hao sio wawili tena, bali mwili mmoja. Sasa maneno haya tunayapata tena katika Marko 10 fungu la 7 na la 8. Haya ni yale ambayo Yesu aliyazungumza. Naomba niyasome. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Na eneo lingine sasa ni hapa katika Waefeso sura ile ya 5 mstari 31 na 32. Mtume Paulo anasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa. Ndio Paulo hapo anasema siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Sasa basi, Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba awe ni kiumbe wa kijamii, awe ni kiumbe wa ushirika, kama ambavyo Mungu mwenyewe ni wa ushirika. Hakumuumba mwanadamu awe peke yake, hapana. Swala la mtu kuishi peke yake sio mpango wa Mungu. Ndio maana ukisoma Mwanzo 2 fungu la 18, maandiko yanasema hivi, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo Mungu aliumba mwanadamu awe katika ushirika, kama ambavyo yeye yupo katika ushirika. Ushirika gani? Ushirika wa uwepo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio maana katika ndoa haihusishi mtu kuwa peke yake. Lazima kuwe na ushirika wa mtu mume na mtu mke, ndio wanaunda ndoa, na ushirika huo unafunua ni mfano wa Mungu. Biblia inaeleza wazi kabisa katika Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 26 na 27. Sikiliza kwa makini, maandiko yanasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu. Zingatia hiyo neno, nimeipigia mstari na kuibold kabisa. Tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Hiyo neno pia nayo kuzingatia. Mtu wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Biblia haisemi Mungu akaumba watu, inatuambia akaumba mtu
kwa mfano wake, na huyo mtu aliyemuumba anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke. Sasa Biblia hapa inatuambia Mungu aliumba mtu, hakuumba watu, ila aliumba mtu, na huyo mtu aliyemuumba ni mwanaume na mwanamke. Hii ndio sayansi ya Biblia. Ndio maana anasema aliumba mtu. Angalia katika kiambaza chako hapo, anasema mtu wakatawale. Hajasema mtu akatawale, ila ametumia mtu wakatawale, ipo katika wingi. Na huyo mtu wakatawale ni mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo mwanaume na mwanamke ndio wanaounda mwili mmoja, ndio wanaounda mtu mmoja, na ndio walioambiwa wakatawale. Na huyo mtu ndiye aliyeambiwa ataacha, ataambatana, na kisha watakuwa mwili mmoja. Hasa kuacha, kuambatana na kuwa mwili mmoja, Paulo anasema hiyo ni siri kubwa. Leo tunachambua neno hilo, siri kubwa. Hasa neno hili siri kubwa ni neno la Kiyunani mega mysterion. Siri kubwa, mega mysterion. Na neno siri hapa haijatumika neno secret, ila imetumika mysterion, ambao kwa Kiingereza ndio inaitwa mystery. Ukitafsiri kwa Kiswahili inakuwa ni fumbo kubwa. Kwa hiyo Mtume Paulo hapa anasema siri hiyo ni kubwa, yaani fumbo hilo ni kubwa. Na hilo neno fumbo, yaani siri, yaani mystery, ambayo limetumika hapo, mystery, mysterion, ni neno fumbo. Neno hilo fumbo au siri sasa, ambayo ndio limeandikwa katika lugha yetu hapo ya Kiswahili, si kitu kisichojulikana milele. Hiyo neno mystery sio kitu kisichojulikana milele, bali ni ukweli wa Mungu aliyokuwa anaufunua kwa awamu. Zingatia sana hiyo neno, iangalie vizuri, na nimeipigia mstari. Aliyokuwa anaufunua kwa awamu, kwa sababu ni kanuni ya Mungu kufunua ukweli kwa awamu. Na mwisho ukweli huo aliufunua kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye yeye ndiyo ufunuo halisi wa Mungu. Yaani Mtume Paulo anaposema siri hiyo ni kubwa, fumbo hilo ni kubwa, anamaanisha hivi: ni ukweli ambao sio kwamba hautafahamika. Unajua, ukisikia mtu anasema hii ni siri na kuambia na usiambie mtu mwingine, hiyo ni siri. Ukisikia hiyo inaitwa secret, lakini sio kitu ambacho kimezungumzwa hapa. Hapa hapajazungumzwa secret, hapa pamezungumzwa fumbo, mystery, ya kwamba ni ukweli ambao Mungu siku zote amekuwa anaufunua taratibu. Naomba nikwambie, katika Yohana 16 mstari wa 12 Yesu alisema, ni kali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamuwezi kuyastahimili hivi sasa, ila atakuja Roho wa kweli, atawafunulia ukweli wote. Huu ni ukweli ambao siku zote Mungu anaufunua kwa awamu, anaufunua kwa awamu. Mwanzoni kabisa alipompatia mwanaume akampatia mwanamke, anasema wataacha na kuambatana na kuwa mwili mmoja. Na vizazi vyote wazee wa imani walikuwa wakiamini juu ya neno hilo, lakini walikuwa bado hawajaelewa juu ya ufumbo wake, ukweli wake hasa. Na ndio maana Yesu alivyokuja aliendelea kuufunua, anasema sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Na Mtume Paulo anakuja anasema hii ni siri kubwa. Mwanaume na mwanamke kuungana katika ndoa, anasema ni fumbo kubwa, ni ukweli ambao Mungu ameufunua katika Kristo Yesu. Hasa Mtume Paulo amekuwa anatumia neno hiyo siri katika maandishi yake mengi kuelezea juu ya ukweli ambao Mungu anaufunua kwa awamu. Angalia katika kiambaza chako hapo, Mtume Paulo ametumia neno hili katika Warumi sura ya 16 mstari wa 25 na 26. Anasema siri iliyositirika tangu zamani za milele. Lakini pia anatumia katika Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 7, anasema ni siri iliyofichwa. Anatumia neno hilo pia katika Waefeso 1 mstari wa 9, anasema ni siri ya mapenzi yake. Na anatumia neno hilo pia katika Wakolosai 1 mstari wa 26 na 27, anasema ni siri iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote. Kwa hiyo neno siri sio kwamba ni kitu ambacho Mungu hataki kijulikane kwa watu. Ni ukweli wake ambao amekuwa anaufunua kwa awamu, kwa sababu wanadamu siku zote hawawezi kustahimili mafunuo ya Mungu mara moja. Mungu akiyafunua mara moja, hawawezi kuyastahimili. Na ndio maana Mungu anayafunua kidogo kidogo, anayafunua kidogo kidogo kwa kadri ya vile ambavyo wamekuwa na uwezo wa kustahimili.
kama ambavyo Yesu alisema. Kwa hivyo Yesu alikuwa anafunua ukweli kidogo kidogo, anafunua ili watu waweze kuelewa, na ndio maana Paulo anasema hiyo ni siri. Ukisikia habari ya mwili mmoja kama ambavyo imefunuliwa katika Biblia, ni ukweli ambao Mungu anaufunua awamu kwa awamu, anaufunua awamu kwa awamu. Hiyo ni neno la kwanza, linaitwa siri. Na neno la pili ni neno kubwa, maana Paulo anasema fumbo kubwa. Neno hili kubwa, angalia katika kiambaza chako hapo, ni neno mega. Neno hili mega kwa Kigiriki linamaanisha kubwa, na hiyo linaonyesha ukubwa wa umuhimu wa siri hiyo au fumbo hilo. Zingatia, Paulo hajasema fumbo gumu, hajasema siri ngumu, ila amesema ni siri kubwa. Kwa hiyo inaonyesha kitu gani? Jambo la kwanza, ukubwa wake. Jambo la pili, ukuu wake. Jambo la tatu ni uzito wake, ni siri yenye uzito. Na jambo la nne, umuhimu wake mkuu, ya kwamba jambo hili ni jambo kubwa. Na jambo la tano ni kiwango chake cha juu sana. Na jambo la sita, umega wake, linaonyesha ni historia yake, jinsi ambavyo imechukua muda wote wa jamii ya wanadamu, yaani kizazi chote cha wanadamu. Kwa maana tangu mwanzo Mungu alipoifunua, ameendelea kuifunua, na hata katika kizazi hiki ukweli huu wa mwanamke na mwanaume kuwa mwili mmoja, Mungu anaufunua katika kizazi hiki cha siku hizi za mwisho. Anaufunua ili watu waweze kuelewa. Ukiunganisha maneno hayo, ndio unapata neno siri kubwa. Maana yake ni nini? Paulo alikuwa anaeleza ni ukweli wa Mungu wa vizazi vyote, wenye umuhimu mkubwa, wenye umuhimu wa hali ya juu, ambao amekuwa akiufunua awamu kwa awamu. Ndio maana tukisoma katika kauli ile ya Yesu katika Mathayo sura ya 19 mstari wa 5 na wa 6, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, naye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Sasa hili fumbo kubwa, hii siri kubwa ya mwanamume na mwanamke kuwa mwili mmoja, ndio tutakaloliangalia hapa na kwa undani wake. Sasa maandiko matakatifu yanatufunulia juu ya siri hii, yanatufunulia juu ya fumbo hili ambalo Yesu alilifafanua na linalohusiana na ndoa, yaani mwanamke na mwanaume wanapokuwa katika ndoa, wanapofunua kitu kikubwa zaidi. Kwa maana ndoa ni zaidi tu ya muunganiko wa kijamii. Ndoa inahusisha hali ya kiroho, na ndoa inatufunulia ukweli juu ya Mungu alivyojifunua katika Biblia. Na ndio maana nikwambie, hii habari ya ushoga iliyoenea duniani kote inakataa habari ya ndoa, inakataa habari ya Mungu. Na kinyume chake, ndoa takatifu ambayo inahusisha mwanaume na mwanamke inaeleza ukweli ya kwamba ni jambo la kibiblia, lakini pia inaeleza ukweli ya kwamba ni jambo ambalo Mungu alilianzisha. Ndio maana katika kizazi hiki lazima tufahamu ukweli huu. Ndoa inahusisha nini? Sasa ukisikia mwili mmoja katika ndoa, mwanaume na mwanamke ni mwili mmoja katika maeneo matatu ya msingi sana. Angalia katika kiambaza chako. Eneo la kwanza ni mwili mmoja katika asili. Eneo la pili ni mwili mmoja katika kusudi, na eneo la tatu ni mwili mmoja katika upendo. Naomba niyafafanue vizuri kabisa haya maelezo matatu ya msingi. Mwanaume na mwanamke ni mwili mmoja katika asili. Mwanaume na mwanamke ni mwili mmoja katika kusudi. Mwanaume na mwanamke ni mwili mmoja katika upendo. Maeneo haya matatu ndio yanayotuonyesha tufahamu ukweli juu ya umoja wa Mungu. Mungu mmoja aliyejifunua katika nafsi tatu, ni wamoja katika asili, ni wamoja katika kusudi, ni wamoja katika upendo. Sasa hebu tuangalie kwa habari ya mwanaume na mwanamke, tukianza na hiyo ya kwanza, asili. Asili ya mwanaume na mwanamke ambao hawa ndio wanaounda ndoa, asili yao ni nini? Jibu ni rahisi tu. Mwanzo 1 mstari wa 27. Angalia asili yao hapo. Maandiko yanasema Mungu akaumba mtu. Nimepigia mstari hiyo neno akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo asili ya mwanamke na mwanaume ni nini? Ni ya kibinadamu. Wao ni viumbe, waliumbwa, wana mwanzo,
baada ya dhambi kuingia, wana mwisho. Ndio asili hiyo. Ukisikia asili ya mwanaume na mwanamke walio katika ndoa, ni wamoja katika asili, kwa sababu wao ni viumbe, waliumbwa, wana mwanzo. Mungu aliwaumba. Yesu anasema yeye aliyewaumba mwanzo. Hiyo ndio asili yao. Jambo la pili, kusudi. Ukisikia kusudi lao, Mungu alipomuumba sasa huyu mwanaume na mwanamke, aliwapatia kusudi gani? Mwanzo 1 fungu la 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kusudi la Mungu ambalo linatimizwa na mwanamke na mwanaume walio katika ndoa lipo katika maeneo makubwa mawili, na hayo maeneo makubwa mawili ndio tutakayojifunza katika kipindi chetu hiki. Eneo la kwanza ni uumbaji, eneo la pili ni ukombozi. Haya ndio maeneo mawili yanayoonyesha kusudi la Mungu ambalo kila mwenye ndoa, mwanaume na mwanamke, anapaswa ayatimize. Sasa yamechambuliwa vizuri katika fungu la 28. Ukiona hapo katika kiambaza anaeleza hivi, jambo la kwanza, kusudi la mwanaume na mwanamke katika ndoa ni kuzaa. Na ndio kusudi la Mungu, kuzaa na kuongezeka. Mwanaume anazaa na mwanamke walio katika ndoa. Tutaichambua vizuri katika vipindi vinavyofuata. Lakini kusudi la pili ni kuijaza nchi. 3 ni kuitiisha nchi. Na 5 ni kutawala kila kitu. Hili ndio kusudi la Mungu ambalo kila mwanandoa anapaswa alitimize, kuzaa. Na ukisikia habari ya kuzaa, mwanaume na mwanamke wanaendeleza uumbaji wa Mungu, ndio inaitwa procreation. Mungu anaendelea kuumba kupitia mwanaume na mwanamke walio katika ndoa. Na sio tu kuumba, ila kuijaza nchi. Na sio tu kujaza nchi, ila kuitiisha. Na sio tu kuitiisha, kutawala. Hilo ndio kusudi la Mungu katika ndoa. Eneo la 3 ni upendo. Mwanaume na mwanamke walio katika ndoa ni wamoja katika upendo. Wanafunuliwa ya kwamba wanapaswa wadhihirishe upendo ambao Mungu aliweka katika maisha yao. Mwanzo 2 mstari wa 23. Biblia inasema hivi, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo eneo la 3 ambalo linafunua kusudi la Mungu katika ndoa ni upendo. Adamu alipoimba wimbo huu wa upendo, alikuwa anafunua upendo ambao Mungu ameuweka ndani yake ili aweze kuudhihirisha kwa mwanamke. Na ndio maana sasa Mtume Paulo anaandika, anasema, enyi waume wapendeni wake zenu. Na alafu wanawake anasema, enyi wake watiini waume zenu. Kwa hiyo utagundua kwamba swala la ndoa linafundisha ukweli wa kina sana. Haliishii tu kwenye masuala ya mahusiano, haliishii tu kwenye masuala ya kijamii. Ndoa inabeba ukweli wa kiroho. Ndoa inabeba ukweli juu ya Mungu alivyojifunua. Mungu ni nani? Ndio maana anasema ndoa inahusisha mtu mume na mtu mke, na wanakuwa wamoja katika maeneo hayo matatu. 1 ni asili, 2 ni kusudi, na 3 ni upendo. Maeneo hayo matatu ndio tutakayoanza kujifunza katika vipindi vinavyofuata. Kipindi kinachokuja tutaanza na hii kipengele cha kwanza, umoja katika asili. Alafu tutakuja kipengele cha pili, umoja katika kusudi, na kisha tutamalizia kipengele cha 3, umoja katika upendo. Tukimaliza maeneo haya matatu, ndio tunaanza sasa kuangalia ukweli wa Mungu alivyojifunua katika uwepo wa nafsi 3. Maana mwanamke na mwanaume ambao ni nafsi mbili wanafunua ni mfano wa Mungu, ambaye Mungu ni mmoja katika uwepo wa nafsi 3, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na hizi nafsi 3 ni umoja katika maeneo haya haya matatu: 1 asili, 2 kusudi, na 3 upendo. Na ndio mada yetu yote ambayo tutajifunza hapa. Wanafunua kusudi lao katika uumbaji na katika ukombozi. Hiyo ndio inayoitwa mwili mmoja, yaani siri kuu.
Na hiyo ndio mada yetu ya siku hii ya leo. Ikiwa una swali kuhusiana na mada yetu hii ya siku hii ya leo, ambayo tumejifunza habari ya mwili mmoja, siri kubwa au fumbo kubwa, basi usiache kuweka katika eneo la ujumbe mfupi hapo. Andika swali lako, weka komenti yako, ikiwa una hoja yoyote, ikiwa una maoni, una mawazo, tuweze kushare kwa pamoja. Naomba usisahau ukweli huu. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumanne saa 1 kamili asubuhi mpaka saa 1:30 asubuhi. Lakini pia kinakujia live kwa njia ya Google Meet kila siku ya Ijumaa saa 2 kamili usiku mpaka saa 3 kamili usiku. Pale unapata nafasi ya watu kuuliza maswali kwa mada ambayo tumeshajifunza kwa muda wa juma zima. Uliza swali lako pale, moja kwa moja utaongea na mchungaji na atakuwa akifanya summary, akifanya hitimisho ya juma zima kwamba wiki hii tumejifunza nini ambacho tunaondoka nacho, na hapo basi atapata nafasi ya kujibu maswali yale ambayo watu wameuliza, lakini pia kujibu maswali ya moja kwa moja kuhusiana na mada ya siku hiyo, kama watu watakuwa na maswali kwa siku hiyo. Kwa hiyo kama umefuatilia kipindi hiki katika YouTube channel hapa, siku ya Ijumaa tunapata nafasi pia ya kujifunza ukweli huu wa Utatu Mtakatifu kwa njia ya Google Meet. Kwa hivyo tumekusudia kabisa kuufunua ukweli huu ili watu wafahamu. Watu wamekuwa wanapotoshwa. Tunashuhudia watu wanapotoshwa, wanasema fundisho la utatu sio fundisho la Biblia. Wengine wanasema eti fundisho hili linafundisha upagani. Ni vitu ambavyo vinasikitisha kuvisikiliza. Kwa hivyo Mungu amekusudia watu wake waweze kufahamu ukweli. Mungu akubariki. Na ikiwa ndio mara ya kwanza basi unaingia katika channel hii, usiache kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uweze kubarikiwa na mafundisho haya na kupata notification mapema pindi tunapoweka video zetu mpya. Mungu akubariki. Mimi naitwa mchungaji na mwalimu Godliven Maximilian Ngesi. Nikukaribishe tena wakati mwingine siku ya Jumanne saa 1 kamili asubuhi tutakapoingia kujifunza mada inayokwenda kwa jina la mwili mmoja katika asili, kwa maana ya mwanaume na mwanamke. Mungu akubariki, na tunapohitimisha tuweze kupata ombi. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Asante kwa mtazamaji na msikilizaji. Masomo haya yakatusaidie, yakatujenge na kutuandaa vyema kwa ajili ya uzima wa milele. Tunajiweka mikononi mwako tukiamini ya kwamba utadumu kuwa nasi, utatuongoza na kutubariki kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.